Hizi assignment hazitaki kabisa kuisha. Saa 6:12. Kwa kawaida usiku huu hakuna aliyekuwa akinicheki. Ndio maana notification ile ilinifanya nishtuke. Usimwamini Amina. Amina? Huyu ni nani tena? Prank za kipumbavu. Kitu fulani kilinifanya nisiipuuze ile message. Wewe ni nani? Mimi ni wewe. Wa miaka 10 ijayo. Ikiwa wewe ni mimi wa miaka 20 ijayo, basi thibitisha. Kesho saa 4 asubuhi utaangusha kikombe cheupe nje ya kantini. Hivi mtu huyo anafikiri ananitisha kweli? Nilijaribu kujifanya sina hofu, lakini moyo wangu ulianza kwenda mbio. Nje mvua inanyesha kwa nguvu sana. Madam Genius, ulikuwa unasoma mpaka saa ngapi jana? Mpaka usiku sana. Ndio maana unaonekana kama zombie. Amina alikuwa rafiki yangu wa karibu tangu mwaka wa kwanza. Amina, tushuke mjini baadaye? Ndio, hiyo ni wazo zuri sana. Tutaenda kufanya nini huko? Tutazunguka, tutatafuta nguo nzuri na labda tutakula kitu kitamu pamoja. Huwezi kuamini kilichotokea jana. Ilikuwa ni siku ndefu sana na kuna mambo mengi yamenitokea. Unanisikiliza kweli au unawaza mambo mengine kabisa katika mawazo yako leo? Nilikuwa nawaza sana kuhusu masomo haya. Sijui kama nitaweza kumaliza kila kitu kwa wakati. Usijali Neema, tutayapitia pamoja na kila kitu kitakuwa sawa. Usiogope rafiki yangu, kila kitu kitakuwa sawa na tutafurahia kikombe cha chai pamoja kwa utulivu na amani. Neema, upo sawa kweli? Maana naona kama kuna jambo linakusumbua. Ndiyo, niko sawa, usijali, ni jambo dogo tu ambalo nitalishughulikia baadaye. Asante kwa kujali rafiki yangu, yote yatakuwa sawa hivi karibuni. Kusema kweli kile kilichotokea kantini kilinitisha sana. Nikikumbuka na ile SMS ya jana, ila nilishindwa kumwambia Amina. Nilitaka kuamini nachezewa michezo, lakini moyo wangu ulikuwa ukiniambia kuna kitu kibaya kinaenda kutokea. Ghafla tena nilipokea SMS nyingine ya kitisho ikisema, ukikaa na Amina kwa siku 3 zijazo utakufa. Nilianza kupata hofu. Nilijikuta namwangalia sana Amina, na mbona hafanani kuwa mtu mbaya. Nilijisemea hayo maneno mwenyewe. Usiku uliingia, nilikuwa hostel lakini nilishindwa kulala. Na ghafla simu yangu iliingiza message inasema nisimuulize Amina kuhusu chumba namba 18. Nilishangaa na kujiuliza namba 18 ni wapi kwa sababu hostel zetu hazikuwa na namba, zilikuwa ni alfabeti tu. Usiku huo nilipata kiu ya maji. Nikaenda kuchukua maji nje kwenye korido. Nilisikia sauti ya Amina akiongea na mtu gizani, nikaamua kuifuata sauti. Kabla sijafungua mlango, meseji inaingia kwenye simu yangu inasema nikifungua mlango maisha yangu yatakuwa hatarini sana. Ghafla nikasikia mtu anatembea nyuma, kugeuka nikamwona Amina. Nafanya nini nje usiku? Twende hostel tukalale. Sawa. Nilipata wazo nikague simu ya Amina. Baada ya Amina kwenda kuoga, lakini niliona kitu cha ajabu. Picha yenye sura yangu, lakini ilipigwa miaka 15 iliyopita akiwa kwenye hizi hostel. Ghafla Amina aliingia chumbani akitoka kuoga. Niliogopa, lakini nikamjibu kwa kujiamini. Unatafuta nini kwenye simu yangu Amina? Nilikuwa naangalia tu sana picha tulizopiga jana, maana simu yangu siielewi vizuri. Lakini samahani sana kwa kuichukua bila idhini yako. Nilipanga mchana nienda kusuka nywele nzuri, lakini simu yangu iliingiza notification. Niliwaza isije ikawa yule mtu ananitumiaga message za kutisha. Nilianza kuiogopa simu yangu mwenyewe. Ni kweli alikuwa yule mtu, na message inasema Amina anakuficha ukweli kuhusu mama yako. Nikaanza kujiuliza, Amina anamjuaje mama yangu wakati nimekutana naye tu? Uhasibu nikawaza, au Amina ni mchawi? Niliacha kufikiria sana. Nilirudi hosteli kubadilisha nguo niende chuo kwenye discussion. Hii cost semester hii inanipelekea moto, nisije nikasapu. Hapana, tutasoma wote. Tutafaulu kwa pamoja. Nilimaliza discussion, lakini wakati narudi hostel nilikutana na mkaka mtanashati na akanisimamisha kunisalimia. Mambo mrembo, naitwa Kelvin, niko mwaka wa 2 BMPR. Poa, naitwa Neema, niko first year procurement. Alinisindikiza hadi karibu na hostel, tulibadilishana namba za simu. Usiku nililala, lakini niliota ndoto za ajabu. Niliona alama za ajabu na watu wenye makovu kwenye miili yao. Nilishtuka kutoka usingizini. Asubuhi tulipanga appointment na Kelvin tukutane library kusoma. Nilipendeza na hapa nilikuwa njiani kuelekea uhasibu. Nilifahamiana na Kelvin kwa muda mfupi, lakini nilimuelezea mambo yote ninayopitia. Alinitoa hofu na kuniahidi kunisaidia kujua kuhusu Amina. Nikaanza kujihisi salama nikiwa na Kelvin. Ghafla simu yangu iliingiza ujumbe kutoka kwa namba ile ya siri. Lakini safari hii ujumbe una maneno mafupi ya kutisha. Usimwamini Kelvin. Nilishituka nikajikuta namwangalia Kelvin kwa jicho la mashaka, huku Kelvin akitabasamu bila kujua chochote. Wakati tulichoka kusoma, tukaamua kwenda cafeteria kula chakula kabla chakula hakijashuka vizuri. Iliingia notification, safari hii nilitumiwa picha
Niliona picha ya Kevi akiwa amesimama mbele ya mlango wa room 18 ya usiku wa manane, na kitisho ni kwamba taarifa ya picha inaonyesha imepigwa dakika chache zilizopita usiku wa jana yake. Nilipata hofu, nikamuuliza Kelvin alikuwa wapi jana usiku. Lakini alinijibu kama mtu ambaye hajui kitu chochote. Kelvin, ulikuwa wapi jana usiku? Tafadhali niambie ukweli, kwa sababu naona kama kuna kitu unaficha ambacho kinanifanya niwe na wasiwasi mkubwa sana moyoni mwangu hivi sasa. Kelvin alinyoosha mkono wake mezani kuchukua glasi ya maji. Nilistuka kuona kovu kubwa mkononi mwa Kelvin, kodu lile lile nilalowahi kuliona kwenye ndoto zangu za kutisha. Nilizinduka ndotoni huku nikiwa nimepigwa na butwaa na moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa kasi sana. Niliangalia mikono yangu nikapigwa na butwaa, mikono imejaa damu. Nilipiga kelele kwa hofu nikielekea bafuni, lakini nilipoangalia mikono yangu tena, ile damu ilipotea kimiujiza kama haikuwepo. Simu yangu iliingiza meseji na wakati huu ilisema future inaanza kujirudia. Nilinyanyua macho kujiangalia kwenye kioo, badala ya kuona taswira yangu Niliona kivuli cha mwanamke anayefanana na mimi upande wa pili wa kioo. Nilibaki na shangaa, nikahisi ni uchawi. Ile taswira kwenye kioo ilitoweka. Nilishtuka usingizini, nilishangaa kuona hayo yote yalikuwa ni ndoto. Licha ya vitisho vyote nilivyopitia, asubuhi nilipanga na Kevo kwenda kwenye chumba cha kumbukumbu kufuatilia historia ya zamani ya hosteli hii. Inabidi tujue ukweli wa mambo yote yaliyotokea hapa. Tuliingia chumba hicho kwa siri na humo tulipata ukweli wa kushtua kuhusu wanafunzi kadhaa waliowahi kuishi katika vyumba vya jirani na chumba namba 18 miaka ya nyuma. Ghafla aliingia warden, alitufukuza na kutupa vitisho. Nafanya nini humu? Mkiacha kufuatilia mambo ya humu mtakuwa salama. Kichwa changu kilikuwa kipo sawa. Nilikuwa najiuliza mwenyewe, kama Kevo ni mtu mbaya, asingekubali kunisaidia kufanya uchunguzi. Neema, naona kama hauko sawa, twende nikupeleke sehemu itakufanya ujisikie vizuri. Why not, Kelvin? Let's go. Kevo alinipeleka kula ice cream. Alikuwa anajaribu kunichangamsha. Lakini mimi akili yangu yote ilikuwa kwenye kile chumba cha kumbukumbu. Neema, kama utojali naomba unisindikize mahali. Usijali Kelvin, tuende. Nahisi nikitembea sehemu tofauti nitakaa sawa. Hujaniambia lakini tunaenda wapi? Leo nilipanga kwenda kununua nguo, tunaenda huko. Duka lipi la nguo? Kwa kuwa nipo na wewe, utakuwa unajua maduka mazuri ya nguo. Okay, twende Vunja Bei. Next time tutaenda kwa Obi Jeans. Sawa kabisa, hilo ni wazo zuri sana na nitafurahi sana tukifanya hivyo wakati mwingine. Ni sawa kabisa.